Kuna waandamanaji wenye silaha ambao wamesikika hapa kwenye video wakiongea. Hebu sikilizeni. Hapa walikuwa wanachukua video helikopta ambayo imekuwa inapita angani, alafu mmoja wao akawaambia ficheni bastola. Hebu sikilizeni kwa mara nyingine tena. Ficheni bastola jamani. Nadhani mmesikia vizuri wenyewe kuwa waandamanaji watakaoandamana siku ya leo wana silaha. Kwa hiyo ingawapo haijagundulika kuwa maandamano yameanza, ila kuna vikundi ambavyo vimeanza kukusanyika kwenye mabarabara tofauti katika miji ya Dar es Salaam. Ila pia jeshi la Tanzania JWTZ limekusanya raia katika barabara moja huko Dar es Salaam na kuwapa vipaza sauti ili waweze kuandamana kwa amani. Hebu fuatilia. Tanzania kwa pamoja tukaona tushirikiane, tuungane, hatumtaki Rais Samia. Hali nzuri ya usalama nchini Tanzania inaendelea kuonekana sehemu tofauti, ingawapo kuna vikundi vidogo vidogo ambavyo vinaendelea kujikusanya huku wakitafuta namna ya kuanzisha maandamano. Baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025, matokeo yaliyotangazwa yalisababisha malalamiko makubwa. Wapinzani wakubwa walipigwa marufuku kushiriki. Hii ilisababisha ghasia, maandamano na wasiwasi wa juu kuhusu haki za katiba na demokrasia. Hata baada ya machafuko hayo, baadhi ya vikundi vya upinzani na waandamanaji wameitisha maandamano ya kitaifa kuanza leo tarehe 9 Disemba, siku ambayo kawaida hufanyika maadhimisho ya siku ya uhuru. Vikundi vya haki za binadamu na mashirika ya kiraia na hata baadhi ya wadadisi wa kimataifa wametaka mamlaka ziwe tayari kulinda haki ya kukusanyika na kuandamana kwa amani, ikijumuisha kupata kibali na kuunga mkono maandamano yanayoitwa. Serikali kupitia msemaji wa polisi Tanzania Police Force imetangaza kwamba maandamano hayo yameharamishwa kwa sababu maelezo rasmi hayajawasilishwa. Hawajawaambia ni wapi, lini na kwa nini maandamano yatakamilishwa. Walionya kuwa yeyote atakayeshiriki au hata msindikizi anaweza kuchukuliwa kama mpigaji ghasia. Pia wameonya wahamasishaji mitandaoni, hao walio mbali na nchi, waliosababisha wito wa maandamano. Serikali pia iliomba raia ambao hawana dharura kubaki majumbani badala ya kwenda kumnadi maandamano, na badala yake wafanye maadhimisho ya uhuru nyumbani. Hivyo maandamano hayo yamewekwa kinyume na sheria rasmi ya michakato ya maandamano. Kulingana na mamlaka na polisi, serikali imetangaza kuwa imesonga katika mwelekeo wa kuzima maandamano. Kwa mujibu wa taarifa ya hivi punde, pia kuna mashine za polisi na majeshi yamewekwa katika miji mikubwa kama Dar es Salaam, Dodoma na Arusha. Mapema leo hii asubuhi, barabara zimefungwa, magari ya polisi yamezunguka sehemu nyeti na kuna ufuatiliaji mkubwa wa usalama. Iliripotiwa kwamba usafiri wa umma umeanza kusitishwa, kama baadhi ya wakazi wa Dar es Salaam waliripoti migogoro na oga kutokana na kuondolewa kwa mabasi kutokana na hofu ya ghasia. Hali ya usafiri ni mbaya, hamna usafiri. Umekuwepo hapa kwa kama muda gani? Kama saa mawili.
Unaelekea mjini kazini, unakwenda hospitali, unakwenda kufanya shughuli gani? Naelekea nyumbani na mgonjwa. Hali ya usafiri iko? Hali ya usafiri ndugu yangu ndo kama unavyoona. Gari linalopita ndo vyombo vya usalama ndo vinazunguka tu. Abiria wote tunaona kama tumezungukwa hapa, hatuna namna. Tulikuwa tunaelekea makazini, usafiri hamna. Vituo vya mafuta vimefungwa. Kwa hiyo hamna daladala inayobeba raia kupeleka makazini. Mimi mwenyewe hapa niko hapa karibia nusu saa. Sijaona gari la kwenda. Nilikuwa naelekea kazini Temeke. Kwa hiyo hamna usafiri wowote, ndo tupo hapa. Mjini ulikuwa unakwenda kufanya nini la? Naelekea kazini. Unajishughulisha na nini? Nafanya ulinzi kwenye kampuni moja ya binafsi. Vipi unafanya nini hapa labda? Nasubiri usafiri. Hali iko vipi? Hali sio nzuri. Umekwepa hapa kwa muda gani? Kama masaa mawili. Kama masaa mawili. Hakuna daladala? Hakuna. Unajaribu kwenda wapi? Mimi naenda mjini. Kutokana na kuto kuwasilisha rasmi mpango wa maandamano, hivyo wahusika waandamanaji hukabiliana na hatari ya kukamatwa, kutishia usalama au matibabu ya kisheria. Hadi sasa asubuhi ya leo, ripoti hazijathibitisha kwamba idadi kubwa ya waandamanaji imeanza kuonekana kwa makusudi mjini au maeneo mengine, labda kwa sababu ya ulinzi mkali na tahadhari ya wananchi. Jumuiya ya kimataifa pamoja na Amnesty International na Human Rights Watch imetoa wito kwa serikali ya Tanzania kuhakikisha haki ya kuandamana kwa amani, ikiwa ni pamoja na kutoruhusu kufungiwa huduma za mtandao au matumizi mabaya ya nguvu. Pia Office of the High Commissioner for Human Rights imekumbusha mamlaka ya Tanzania wajibu wao kulinda uhuru wa kujieleza, kukusanyika na kuungana. Wito huu wa kimataifa unalenga kuhakikisha kuwa kama maandamano yatakayofanyika hayabadilishwi kuwa chanzo cha ghasia au ugaidi, badala yake yawe nafasi ya mazungumzo na uwazi wa kisiasa. Tunataka haki yetu. Wenyewe vipi? Wanaandamana kurekodi ndo kuna ubaya. Sio tuonyeshe kwamba maandamano yapo. Vipi babu? Watajulikana nini? Ataenda muda ukifika.